Hivi, ushai kujiuliza inakuwaje matajiri wanazidi tu kuwa matajiri? Basi, leo tunaingia ndani kabisa ya somo la kwanza kutoka kwenye kile kitabu maarufu Rich Dad Poor Dad. Yaani, ni somo ambalo linaweza kugeuza kabisa fikra zako kuhusu pesa. Twende kazi. Sikiliza kauli hii, ni ya nguvu sana. Hii ndio roho ya kitabu chote. Wengi wetu unajua, tumefundishwa kwamba soma, pata kazi nzuri, upate pesa. Lakini Robert Kiyosaki anakuja na anasema, hapana, matajiri wana mtazamo tofauti kabisa. Sasa, hebu tuchimbe zaidi. Inamaanisha nini hasa hii kitu ya pesa kukufanyia kazi? Sasa, msingi wa hadithi yote hii unatoka kwenye maisha halisi ya mwandishi mwenyewe, Robert Kiyosaki. Fikiria hivi, alikuwa na mababa wawili, na kila mmoja alimpa ushauri tofauti kabisa, yaani ushauri unaopingana. Okay, upande mmoja tuna baba yake wa kumzaa. Huyu alikuwa msomi kweli kweli na aliamini kwenye ile njia ya kawaida, soma mwanangu, pata kazi nzuri, uwe na usalama. Huyu ndiye anayemuita baba maskini. Sasa upande wa pili kulikuwa na baba wa rafiki yake. Huyu alikuwa mjasiriamali na alimfundisha kitu tofauti kabisa. Acha kufanya kazi kwa ajili ya pesa. Jifunze jinsi ya kufanya pesa zikufanyie wewe kazi. Na huyu ndiye baba tajiri. Kwa hiyo unaona vita hapa ni kati ya kutafuta usalama wa ajira na kutafuta uhuru wa kifedha. Sasa, ile njia ya baba maskini, unajua, ile ya tafuta usalama, ingawa inaonekana kama ndiyo njia sahihi, mara nyingi inaishia kuwanasa watu kwenye mtego. Mtego ambao baba tajiri anauita mbio za panya. Na unajua nini? Kinachosukuma watu kwenye mtego huu sio kwamba hawana pesa, la hasha. Ni hisia moja tu yenye nguvu sana. Baba tajiri aligundua kitu kimoja muhimu. Pesa ni mchezo wa kisaikolojia. Maamuzi yetu mengi kuhusu hela, yani mengi sana, hayaongozwi na akili, yanaongozwa na uoga. Hebu fikiria kidogo. Ni uoga wa kushindwa kulipa kodi ndio unaokufanya ushikilie kazi ambayo hata huipendi? Alafu, ni ule uoga wa kufukuzwa kazi ndio unaokuzuia kudai mshahara bora au hata kutafuta fursa nyingine nzuri zaidi. Yaani, huu uoga unakuwa kama minyororo isiyoonekana. Inakufunga kwenye mzunguko wa maisha ambao kiukweli hutaki. Basi, huu ndio ule mtego wa mbio za panya anaozungumzia. Unafanya kazi kwa nguvu, unapata mshahara wako, unalipa bili, halafu ghafla pesa imeisha. Mwezi unaofuata ni yale yale tena. Ni kama vile panya anavyokimbia kwenye gurudumu lake, anatumia nguvu nyingi, anakimbia mbio, lakini haendi popote. Hivi ndivyo inavyoonekana unapokuwa umenaswa kifedha. Sasa hebu tuupitie huu mzunguko hatua kwa hatua. Unapata mshahara, unalipa bili, uoga unakurudisha tena kazini, unajituma zaidi, unapata ongezeko la mshahara. Unaweza kufikiri, sasa niko huru. Lakini hapana, matumizi yako nayo yanapanda. Unataka gari jipya, nyumba nzuri zaidi, na boom, umerudi pale pale. Mshahara mkubwa zaidi unamaanisha tu unajenga gereza kubwa zaidi. Hebu niambie, hivi haifanani na maisha ya watu wengi unaowajua? Okay, sasa tumeliona tatizo, hizi mbio za panya. Swali ni je, unatoka vipi? Unawezaje kuvunja huu mzunguko? Hapa sasa ndipo tunapata ile siri kubwa ya baba tajiri. Jibu ni moja, jenga mali, yani assets. Hebu tuwe wa kweli. Ukipata ongezeko la mshahara leo, kitu cha kwanza kinachokuja akilini ni kipi? Wengi wetu tutafikiria, simu mpya, au ngoja nibadili gari, au nihamie nyumba nzuri zaidi. Sawa, huo ndugu yangu ndio mtazamo wa baba maskini. Pesa ikiongezeka, matumizi yanaongezeka. Na ndivyo unavyoendelea kuzunguka kwenye lile gurudumu. Lakini sasa, baba tajiri anawaza tofauti kabisa. Yeye, akipata pesa ya ziada, badala ya kujiuliza atainunulia nini, anajiuliza nitaiwekeza wapi? Anaichukulia kila shilingi kama mfanyakazi mdogo. Anaituma ikamfanyie kazi na kumzalia shilingi nyingine. Yaani, pointi ya msingi ni hii. Acha kununua vitu vinavyokutoa pesa mfukoni na anza kununua vitu, mali, vinavyokuwekea pesa mfukoni. Sasa, unaweza kujiuliza, hizi mali ni nini hasa? Ni rahisi. Ni kitu chochote kile kinachokuingizia hela bila wewe kuwepo pale ukifanya kazi. Fikiria una nyumba ya kupangisha, unapata kodi kila mwezi.
au biashara ambayo inajiendesha yenyewe, au hata hisa kwenye kampuni fulani zinazokupa gawio. Hiki ndicho wanaita passive income, yani kipato ambacho hakikutegemei wewe. Na hii ndiyo siri ya kweli ya kupata uhuru wa kifedha. Na lengo la mwisho ni lipi? Ni kufika mahali ambapo pesa inayotokana na mali zako, yani ile passive income, inatosha kabisa kulipia gharama zako zote za maisha. Kodi, chakula, kila kitu. Hapo sasa ndipo utakuwa umefikia uhuru wa kifedha wa kweli. Huhitaji tena kazi ili uishi. Kwa hiyo, mwisho wa siku, yote yanakuja kwenye swali mmoja la msingi, swali ambalo kila mmoja wetu lazima ajiulize. Unachagua nini? Usalama au uhuru? Na ngoja niweke hili wazi, ni muhimu sana. Hii falsafa haisemi uache kazi. Hapana, kazi ni nzuri, inatusaidia. Shida inakuja pale unapotumia maisha yako yote kuitegemea kazi pekee, mshahara pekee, bila kujenga mali yoyote pembeni. Hatari ya kweli sio kufanya kazi, hatari ya kweli ni kuwa tegemezi. Basi hebu tuzipime hizi njia mbili tena. Njia ya baba maskini, lengo lake kuu ni usalama wa ajira. Mkakati wako ni kupanda vyeo kazini ili upate mshahara mkubwa. Na matokeo? Unakuwa mtumwa wa mshahara milele. Kinyume chake, njia ya baba tajiri inalenga uhuru kamili wa kifedha. Mkakati hapa ni kujenga rundo la mali zinazokuingizia pesa. Na matokeo yake, unapata uhuru wa kuamua kama unataka kufanya kazi au la. Kwa hiyo, tunakuachia swali hili la mwisho, na ni swali muhimu sana. Jiulize kwa uaminifu kabisa. Je, pesa zako zinakufanyia kazi? Au ni wewe unayefanya kazi kwa ajili ya pesa? Litafakari hilo. Na kama jibu unalolipata moyoni mwako si lile unalolitaka, basi anza kufikiria, ni hatua gani ndogo, hata moja tu, unayoweza kuichukua leo ili kuanza safari ya